Na ndio hiyo ifanyike, lazima tuwe na kitu kinachoitwa amani na utulivu. Mara nyingi wananchi wa Iriani, mara nyingi mmekuwa mkiona ya kwamba hii Kisii inaendelea zaidi kwa mambo ya maendeleo hata kuliko neighboring counties like Homa Bay or Kisumu. Kisii town kwa hakika ni town ambayo uchumi yake is now even bigger than Kisumu town because of hard work ya watu wa eneo hili and because of unity. Hard work, unity, and in a peaceful environment. Kwa sababu mambo ya maendeleo inahitaji utulivu na amani. Kwa miaka mingi sana vijana kule Kisumu wamekuwa wakigoma, wakifanya maandamano na saa zingine wanaharibu maneno. Mimi ningeomba sana, dunia inabadilika. Siasa katika nchi hii imechukua mkondo mwingine mpya chini ya uongozi wa Mheshimiwa Ruto na viongozi wa kitaifa, wakiwemo viongozi wenu Mheshimiwa Nyakundi ambaye ni treasurer wa chama kinachotawala. Nitawasihi sana tutimize utulivu na amani katika hii county ya Kisii na katika hii constituency ya Kitutu cha North. Hatujasema ya kwamba hairuhusiwi mtu kufanya maandamano. Hiyo ni haki yako kikatiba. Lakini kabla hujatoka nje ujiulize, is there an alternative route we can follow to address the issues we have? And as we demonstrate, can we do it in a manner that is peaceful, that preserves the unity of the country and that protects the property ya wananchi na serikali vile vile, ili tuwezeshe investors waje kwa wengi, waweke pesa zao, ndio wananchi wapate opportunities za employment. Hiyo ndio ombi langu kubwa sana siku ya leo nikiwa hapa Iriani. Lakini la mwisho wenzangu wameongea mambo mengi kuhusu siasa. Mimi siku hizi siasa sishughuliki na, kwa sababu mimi ni mfanyikazi wa serikali tu. Lakini vile vile naelewa siasa. Vile mimi naona hii nchi ikiendelea, sina hakika kuna mtu ataweza shinda huyu Ruto. Mimi nikiona, nimeenda uchaguzi mingi sana mimi mwenyewe nimegombea viti na nimechaguliwa wakati fulani. As things stand, it will be very difficult for people who have got no agenda to form a movement that can defeat Mheshimiwa Ruto. And I am happy that Mheshimiwa Ruto has embraced national unity, has inculcated a sense of national unity by bringing all communities together. I am very happy. I'm very happy that for the first time hii nchi iko na umoja kamili in terms of inclusivity. And we cannot, hakuna haja ya kutegemea ile kitu ambayo haijaonekana, ili hali uko na kitu ambayo unaona. Wananchi wa Iriani, wananchi wa Kitutu cha North na wa Kisii, you are already in government under leadership of your leaders who have elected here. And the government of President William Ruto inawategemea na inawapenda, na imekubali ya kwamba itashirikiana nanyi kwa mambo ya maendeleo tukiendelea mbele. Mimi niliambiwa na Mheshimiwa Rais niwaeleze ya kwamba serikali yake itatembea bega kwa bega na wananchi wa eneo hili mpaka dakika ya mwisho kwa mambo ya maendeleo. Sasa haja gani turukeruke utegemee mambo ambayo haijulikani, na tuko na serikali ambayo imekubali kufanyia nyinyi wananchi kazi na kuleteni nyinyi maendeleo? Haja gani? Hakuna hata kidogo. Kwa hivyo mimi siku ya leo sitaongea mengi, tutazidi kuonana. Hii constituency ya Kitutu cha North
Mbeleni ilikuwa kitu chache, si ndio? Mimi nakumbuka nilikuja hapa I think 1996 or 97. 96 I think. Wakati wa by election. Nilikuja hapa 1996 na baba. Wakati tulikuwa na by election katika hii eneo. Mheshimiwa Nyakundi. Na Jimmy Angwengi ndiye alishinda wakati huo. Sisi tulikuwa na candidate wetu wa chama cha LDP. Alikuwa anaitwa Justus Mochoge, nakumbuka. Nakumbuka kabisa. Nasikuza crowd. Kwa hivyo mimi nawaelewa kabisa, nyinyi ni watu ambao wanapenda kazi na ni watu wenye bidii. Tukae hivyo hivyo na tushirikiane na serikali ili tusonge mbele. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Thank you very much. Waziri, kuna mtu wa mtumu hapa ama ni watu wako wa Kenya Power. Abantu baminto daite ko bakerambia kundi amewatetea sawa sawa. I can confirm what the PS said. Kila mara huyu Nyakundi anautembelea na kila mara ananipigia simu kunikumbusha mambo ya stima katika hii constituency yenu. Ndio sababu siku ya leo tumefika hapa. Sisi tumefika hapa kama wajumbe wa Mheshimiwa Rais Ruto. Hii constituency nimeelewa ya kwamba mambo ya stima bado ilikuwa nyuma sana. Nyuma sana. Ndiposa tunamshukuru huyu mheshimiwa pamoja na serikali kuu inayoongozwa na Mheshimiwa Rais William Ruto akisaidiwa na Mheshimiwa Profesa Kithure Kindiki na wakiungwa mkono kikamilifu na baba. Si ndio? Yes, hiyo serikali kuu ya Mheshimiwa Ruto imefanya juu chini na imeleta mabadiliko kamili. Mimi naelewa hii eneo kabisa. Naelewa kabisa kwa sababu mimi natoka hapa Siaya. Na hapa Kisii nimekuja mara mingi kwa mambo ya siasa. Hapo mbeleni. Tukiwa ODM. Tunakumbuka? Mimi naweza sema hapa bila wasiwasi ya kwamba hii serikali ya Ruto has made a difference. Ukweli lazima usemwe. Hii serikali ya Ruto ndio serikali ambayo imekumbuka watu wetu wa Kisii kwa njia ambayo inaonekana. Kwa hivyo mimi kazi yangu pamoja na wizara yangu ni kuhakikisha ya kwamba tumesaidia Mheshimiwa Rais kutimiza ahadi zake kwenu, hasa kwa mambo ya maendeleo ya stima. Na tumesema ya kwamba kama serikali ya kwamba mambo ya stima haiwezi chukuliwa kama starehe kama ilikuwepo hapo mbeleni. Stima